Bismillahir Rahmanir Rahim. Ahibati fillah, tunataka tukumbushane kisa kilichokuwa na mazingatio makubwa sana. Kulitokea vita vimoja katika kijiji kimoja. Katika vita kama hivyo, jamaa mmoja akawa amemuua mwenzake. Basi alipomuua mwenzake, akawa na fikra ya kukimbia mji kama huo, kwa sababu tayari ameshamuua mwenzake. Basi akafungasha virago vyake, akamwandaa mke wake na familia yake, wote wakahama katika kijiji kingine. Na jamaa huyo alikuwa yuko na mwanamke aliyekuwa mzuri, mwanamke ambaye kwamba yoyote alikuwa akimuona anavutika na yeye. Basi alipohama akaenda kwenye kijiji kingine. Kile kijiji ambacho kwamba wamehamia kwacho kilikuwa na masharti. Yani ili mtu aishi katika kile kijiji ilikuwa sharti aonane kwanza na shekhe mkuu wa kijiji. Shekhe mkuu ndo awapatie idhni ya kuishi. Basi wakafata hivyo maagizo hayo, wakaenda kwa shekhe mkuu wa kijiji. Walipokwenda kwa shekhe mkuu awapatie maagizo ya kijiji kama kile, basi shekhe alipokuwa anawapatia masharti, shekhe akawa ametokea kumuona yule mwanamke, amevutiwa naye, akawa amempenda. Shekhe akatafuta njama ipi ambao kwamba atampata huyu mwanamke. Akaona amwambie yule mwanamume kwamba sharti ya kijiji kama hichi, mwanamume yoyote anayekuja hapa ni sharti atoke khuruju siku 3 ili apate njama ya kuonana na yule mwanamke. Basi yule mwanamume akaona kwamba ndio sharti ya kijiji, basi itabidi afate sharti. Yule jamaa akajiandaa, akatoka khuruju siku 3, akamwacha mke wake nyumbani. Basi shekhe ilipofika usiku, ikabidi amumundie yule mwanamke aende nyumbani kwake na kumweleza hisia alizokuwa nazo. Basi alipofika nyumbani akabisha mlango. Yule mwanamke akasikia mtu anabisha mlango usiku na hajua nini yoyote katika kile kijiji. Basi akawa na wasiwasi, akafungua mlango. Alipofungua mlango akamuona ni yule shekhe. Mwanamke akapatwa na mshangao, akamuuliza, shekhe, vipi? Mbona usiku mkubwa huyu, umefuata nini? Shekhe akamwambia, sikiza, mimi nilipokuona nilikupenda na nikatamani uwe mke wangu. Basi nikaona sina njama nyingine ya kupata kukuambia hisia zangu mpaka nifanye nikatumia njama ya mwanamume wako kumwamrisha toke khuruju. Basi yule mwanamke mashallah alikuwa ni mwenye imani, alikuwa ni mwenye takwa. Ikabidi amwambie shekhe, ikiwa shekhe wewe unitaka mimi, unanipenda, basi mimi nina swali, nina ubeti mmoja ambao kwamba nataka ukinitafsiria ubeti kama huyu, basi mimi nitakubali, nitakuwa wa kwako. Yule shekhe akamwambia, yalla uliza. Yule mwanamke akampatia mashairi haya, akamwambia, shekhe, ukiweza kunitafsiria mashairi haya, basi mimi nitakuwa mke wako. Shekhe akamwambia, yalla marhaba. Mwanamke akamwambia ubeti kama huu, akamwambia, ya rijal alilmi ya milha albalad man yuslihu almilha idha almilhu fasad. Shekhe akaambiwa ubeti huu na huu mwanamke, na ubeti wenyewe unasema, ya rijal alilmi, enyi watu wa elimu, enyi mashekhe, enyi walimu, ya rijala ya milha albalad, chumvi ya kijiji, man yuslihu almilha, nani atakayetengeza chumvi, idha almilhu fasad, pindi chumvi itakapoharibika. Sote tunafahamu ya kuwa chumvi inatengeza vitu ambavyo kwamba vinataka kuharibika. Mfano, yule ngozi ya mbuzi ama ya ng'ombe, ili isiharibike hutiliwa chumvi. Chumvi ndio ikatengeneza ile ngozi ikawa iko vizuri. Sasa maana ya ubeti huyu ni kumaanisha ya kuwa sisi wanafunzi na sisi watu ambao kwamba hatuna elimu, sisi maamuma, tukiharibika, tukienda kombo na maamrisho ya Mwenyezi Mungu, mashekhe na walimu ndio ambao kwamba wanatutengeneza na kutuelekeza katika njia iliyokuwa mzuri. Kisha akasema, man yuslihu almilha idha almilhu fasad, ni nani atakayetengeza chumvi, akimaanisha kuwa ni nani atakayemtengeneza sasa shekhe. Ikiwa sisi wanafunzi na sisi ambao kwamba hatuna elimu tunategemea mashekhe ndio watuelekeze katika njia iliyokuwa mzuri, sasa ikiwa mashekhe wenyewe wameharibika, ni nani atakayekwenda kuwatengeza? Hilo ndio likawa swali la mwanamke kwa shekhe. Basi shekhe aliposikia ubeti kama huyu, pale pamoja na kwamba alikuwa amebundia mwanamke anataka ameenda kinyume na maamrisho, akawa amepatwa na huzuni na kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala na kuleta al-istighfar. Hivyo ndugu zangu,
Ikiwa wewe ni shekhe na wewe ni mwalimu, watu wanakutegemea wewe ndio ambao kwamba uwe utawaongoza katika njia iliyokuwa nzuri, basi wewe ndio watakikana uwe kiigizo chema katika tabia, katika kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Lakini ikiwa wewe ndio ambao kwamba utakuwa ni mwenye kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu, je, hawa wengine watakuwa katika hali iliyokuwa gani? Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tufahamisha dalil min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.